Leo Jumatano ya Disemba 10, 2025, kesi namba 30-21-0 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na mwanaharakati Rosemary Mwakitwage na wenzake wawili ambao ni mawakili Deogratias Mainyila na Edward Heche imeendelea leo katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo katika kesi hiyo wadaleta maombi wanawashtaki mwanasheria mkuu wa serikali kwa maana ya Attorney General ama unaweza kumuita IG pamoja na wajumbe 8 wa tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini Oktoba 29 na siku zilizofuatwa, ambao ni Mohamed Chande Othman, Ibrahim Hamisi Juma, Ombeni Yohana Sefue, Radhia Msuya, Paul Meela, Saidi Ali Mwema, Balozi David Kapia, Stagomena Lawrence Tax, sambamba na chama cha wanasheria Tanganyika pia kwa maana ya TLS. Kesi hiyo imeendelea hii leo mahakamani na ilikuja kwa ajili ya kutajwa chini ya jaji ambaye anasikiliza kesi hiyo, na pamoja na mambo mengine upande wa waleta maombi uliainisha kwamba umewasilisha viapo ama umewasilisha summons kwa wajibu maombi wote na kwamba wote wamepata summons hizo. Hata hivyo baadaye ikaelezwa mahakamani hapo na kwa upande wa mawakili kwa maana ya mawakili wa serikali wakiongozwa na wakili wa serikali mkuu Narindwa Sekimanga pamoja na wakili wa serikali mkuu Eric Rumisha, hao wote kwa pamoja wanamwakilisha mjibu maombi wa kwanza kwa maana mwanasheria mkuu wa serikali mpaka mjibu maombi wa 9 kwa maana wajumbe wote wale wa 8 wa tume, lakini pia mjibu maombi wa 10 ambao ni chama cha wanasheria Tanganyika kwa maana ya TLS, wao wanawakilishwa na wakili Ferdinand Makore aliyekuwa ameambatana na wakili Kulwa Shilemba, na kwa upande wa waleta maombi walikuwa wanawakilishwa na wakili mwandamizi Mpale Mpoki pamoja na wakili Hekima Mwasipu. Kesi hiyo kama ambavyo nimekujuza hapo awali ilikuja kwa ajili ya kutajwa na sasa itakuja kusikilizwa rasmi siku ya Ijumaa mnamo tarehe 12 mwezi wa Disemba mwaka 2025 majira ya saa 8 kamili mchana. Nje ya viunga vya mahakama, wanahabari tumpata fursa ya kuzungumza na wakili Hekima Mwasipu pamoja na wakili Ferdinand Makore kujua kinagaubaga msingi wa kesi hii ni nini. Naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa waleta maombi ambao ni Rosemary Mwakitwage na wenzake wawili Deogratias Mainyila na Edward Heche, ambao wamefungua maombi namba 3210 ya mwaka 2025 ya kuipinga tume ya uchunguzi wa kinachoitwa uvunjifu wa amani wa tarehe 29 na baada ya tarehe 29. Na kesi hiyo waleta maombi wameomba mahakama mambo matatu. Jambo la kwanza, wameomba mahakama itengue uteuzi wa hiyo tume ambayo inaongozwa na mwenyekiti aliyekuwa jaji mkuu wa zamani Jaji Othman Chande, na wameomba vile vile mamlaka za uteuzi zizuie hiyo tume isiendelee na kazi mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa, na vile vile wameomba mamlaka ya uteuzi isiteue tume nyingine ambayo yenye muundo kama hii ambayo inalalamikiwa. Sasa msingi wa malalamiko ni nini? Msingi wa malalamiko ni kwamba wateja wote wanalalamika tume hii iliyoundwa, muundo wake ni muundo ambao unakiuka sheria, kwa maana ni muundo haramu kwa tafsiri nyingine wanaita illegality. Wakati tunaleta hii kesi mahakamani, tume ilikuwa bado haijawa gazetted, haijaweka kwenye tangazo la serikali, government notice, kuanzia ilikuwa tarehe 20 Novemba. Sasa wateja wote wamelalamika kwamba tume ilikuwa bado haijawa gazetted, lakini pili, muundo wa tume vile vile sio muundo ambao ni huru kwa tafsiri nyingine. Lakini mamlaka za uteuzi zinasema tume huru ya uchunguzi. Ukisoma ile sheria ambayo inampa rais mamlaka ya kuweza kuteua hiyo tume, hakuna neno linaitwa tume huru ya uchunguzi, isipokuwa inatamka tume ya uchunguzi. Sasa kilichoundwa ni tofauti na ambacho kiko kwa mujibu wa sheria. Lakini sababu nyingine ambayo wanaeleza waleta maombi ni kwamba hakuna mantiki ya kisheria ya kuunda hii tume, na wanasema kwamba tume hii inayoongozwa na Jaji Chande, itakumbuka huko nyuma mwaka 2023 kuna tume ya haki jinai iliundwa vile vile kwa ajili ya kuchunguza taasisi za haki jinai, na ikaleta mapendekezo yake au ikapeleka mapendekezo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mapendekezo hayo mpaka leo
mapendekezo makubwa ya msingi hayajafanyika. Kwa mfano, tume ilipendekeza kuvunjwa kwa jeshi la polisi nchini. Sasa haya ambayo yametokea tarehe 29, aidha kuna kutokuwajibika kwa jeshi la polisi vizuri kama mlinzi wa amani. Sasa mapendekezo ya kuvunja jeshi la polisi hayajafanywa kazi, anateuliwa tena mwenyekiti yule yule ambaye mapendekezo yake ya kufanywa kazi kwenye tume ya kijinai awe mwenyekiti tena wa tume ya kuchunguza kinachoitwa uvunjifu wa amani. Sasa hiyo ni sababu ambayo wateja wetu vile vile wanaona ni sababu ya msingi katika kuiambia mahakama kwamba iweze kutupilia mbali uundaji wa hiyo tume. Lakini sababu nyingine ni haki ya asili. Tume inakiuka haki ya asili. Wajumbe wa tume ukiwaangalia kama walivyo wote wale walikuwa ni watumishi wa umma. Wana viapo vya kutunza siri, ni watumishi wa umma wote. Sasa kinacholalamikiwa ni kitu gani? Kinacholalamikiwa ni kwamba jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ni vyombo ambavyo vile vile vinalalamikiwa ila kwa uzembe wa yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Sasa wale watumishi wa umma ambao wameteuliwa kwenye ile tume wanaweza wakatenda haki kwa mamlaka za uteuzi ambazo zinalalamikiwa? Ndio hoja ya msingi ambayo tunaona kwamba wateja wetu wanaona kwamba ni jambo ambalo linatakiwa mahakama iweze kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa ikataza mamlaka ya uteuzi au kwa kubatilisha tume ya uchunguzi kwamba iko kinyume na sheria. Lakini jambo jingine ambalo linalalamikiwa ni kwamba kuna nia mbaya ya uundaji wa hii tume. Utakumbuka wakati tume inazinduliwa, mamlaka za uteuzi ilisema kwamba tunaunda hii tume ili tume zingine zikija huko mbeleni zikule tayari tume imeshafanya kazi. Tafsiri yake ni kwamba wameunda ili kupreempt tume nyingine ambayo hatujui ni tume ipi itakuja kufanya uchunguzi. Sasa kwa mazingira hayo wateja wetu wanaona kuna jambo ambalo sio la kisheria. Lakini jambo la mwisho ambalo linalalamikiwa kwamba tume hii ambayo ina watumishi wa umma ilitakiwa iundwe au muundo wake ujumuishe mamlaka zingine au taasisi zingine ambazo ziko huru. Kwa mfano kuna chama cha mawakili wa Tanganyika, kuna BAKWATA, kuna teki, kuna taasisi za wakulima au wafugaji, sababu waathirika ni wengi zaidi. Sasa ukiunda tume tu ambayo ina watumishi wa umma ukaacha taasisi zingine ambazo vile vile kwa mujibu wa wateja wetu ni kwamba zingeweza kutoa maoni au mawazo ambayo ni huru zaidi. Sasa kitendo hicho wateja wetu wanaona kwamba ni ukiukaji wa sheria ya msingi. Kwa hiyo tumeomba mahakama tukufu kwamba iweze kupinga au kutupilia mbali hiyo tume na kukatazwa kuunda tume nyingine ambayo yenye composition sawa na hii ambayo inalalamikiwa. Na leo kesi kwa ajili ya kutajwa, baada ya kutajwa upande wa mwanasheria mkuu wa serikali wanawakilisha wajibu maombi wote 8 ambao ni wajumbe wa tume wako 8 pamoja na chama cha mawakili wa Tanganyika vile vile wakili alikuwepo. Kwa hiyo kesi imepangwa tarehe 12 kwa ajili ya kusikilizwa ambayo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Hayo ndio leo mahakamani. Swali ni moja tu kwamba kuhusu ushiriki wa TLS, nini ambacho mlikitazama, kwa sababu kuna mkanganyiko kwamba jambo hili ni pengine la kiserikali na nini, lakini kwa nini TLS mliwajumlisha kwenye? Kwanza ifahamika kwamba chama cha mawakili wa Tanganyika ni taasisi ambayo imeundwa kwa mujibu wa sheria. Na kwa mujibu wa section 4 hiyo taasisi ina mambo mengi sana ya kushughulika. Sasa kwenye jambo la mauaji kama hili au kwa hiki ambacho kinaitwa uvunjifu wa amani, TLS ni mdau muhimu sana katika kuhakikisha kwamba haki za watu zinasimamiwa vizuri, haki za watu zinatekelezwa kwa mujibu wa section 4. Na ndio maana tumewashtaki na wenyewe. Aidha kwa namna moja au nyingine wanatakiwa wawajibike kuhakikisha kwamba wanashauri vizuri taasisi za umma katika kuhakikisha kwamba haki za watu zinapatikana. Na ndio maana tumeunganisha. Kwa majina naitwa wakili Ferdinand Matore. Mimi ninawakilisha au namtetea mshtakiwa namba 10 ambaye ni chama cha mawakili Tanganyika, yani TLS. Tulipewa maelekezo na chama cha mawakili kwamba leo tufike mahakamani kuweza kutetea, kwa sababu waleta maombi ambao ni applicants na wao wanadai kwamba chama cha mawakili kinafanya kazi yake vizuri katika haya ambayo wanalalamikia. Kwa hiyo nafahamu kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya mawakili Tanganyika sura namba 307 itampatia wajibu
au mamlaka chama cha mawakili kushauri taasisi za umma ikiwemo mahakama, ikiwemo serikali na bunge, pamoja na kutoa ushauri kwa wananchi ili kufikia haki ambayo inakusudiwa. Kwa hiyo sisi baada ya kupokea zile nyaraka za maombi, tukaona kwamba kuna kitu wanakilalamikia kwa chama cha mawakili, kwamba kuna wajibu fulani wa kisheria chama hakijatekeleza. Kwa hiyo kwa upande wetu tumeweza kufile au kujibu kwa kuleta kiapo kinzani ambacho tunatolewa na mkuu wa taasisi kwa maana ya chief executive officer CEO, na tumesha file na leo tutafika mahakamani. Tumeelekezwa kwamba tutakuja kwa ajili ya kusikilizwa tarehe 12 ya mwezi wa 12 saa 8 mchana mbele ya Mheshimiwa Jaji Mtembo. Kwa hiyo hiyo ndio lolo hasa ya kwa nini TLS imeshtakiwa, na tumeeleza kwenye majibu yetu na tumeyaona yale yaliyolalamikiwa na waleta maombi na sisi tumeyajibu. Kwa hiyo nafikiri baada ya kusikiliza tutajua kama TLS alikuwa na wajibu au hakuwa na wajibu wowote kisheria. Asante sana.